Hey, Mungu ni mwema kila wakati. Kila wakati Mungu ni mwema. Good news. So Nduta hata uliwa. Kwa sababu nini? Uhuru Muigai Kenyatta. Only call yake ndiyo imefanya government ya Vietnam itulie. I'm telling you, the Uhuru Muigai Kenyatta is the best president. Yani imebidi Uhuru atoke mahali yako apige simu. Na can you imagine ni the former president of Kenya. Uhuru Kenyatta decide, let this case, we case as a nation. Yani una imagine huu ni Mkenya mwenzetu. Yeye ndiye amefanya makosa. Lakini TikTok family, yani tuseme tu wananchi, na ndio nimekuja kujua sisi wa Kenya tunapendana. Tunachukiana tu wakati kuna tu, yani in short tunapendana. Because sisi hatutakubali ya kwamba Nduta uliwe. Na Nduta hata uliwa. Nduta alikuwa amehangiwa kwa kamba. Sasa ndio nataka kwenda kufinya tu hiyo kengele hivi. One call ya Uhuru Muigai Kenyatta ika stop everything. So kesi inaendelea. Lakini zile pesa wanataka, oh my god, kila country kumbe ni corruption. Sisi tunafikirianga tu hapa Kenya sisi ndio corruption peke yetu. Kila country inapenda pesa. Kumbe huyu president wa Vietnam ni friend wa Uhuru Muigai Kenyatta hivi. They were big friend actually. Ni friend wakubwa sana. Sasa ni kutoka 2023 Margaret Kenyatta Nduta alikuwa ameshikwa. Nduta hakukuja, familia haikukuwa inajua. Unajua vitu vingine guys, wacha niwaambie, this is the reality. Vitu zingine tunalaumu Mungu government bure. Government imejua too late. Pia sisi tumejua too late. After 2 good years prison, ndio sasa wamekuja kuamua kuweka karibu. Nduta is high time aseme yule mtu ambaye alimtuma. Juu mambo iko pale mawili. Atafute huyo mtu amlete ama Vietnam wabadilishe. So it's time ya Nduta atafute huyo mtu mwenye alimpea hiyo bag, mwenye alimpigia simu, kwa sababu vile alifika the conversation bado ziko kwa simu. Yeye alizima simu, the conversation bado ziko kwa simu. Ni Nduta aseme hata kama alipewa hiyo 167,000 Kenya shillings za kufanya hiyo ujinga, akuja atoe aseme tu nilipewa na mtu fulani. We are ready to defend Nduta. Sisi tuko ready kwa kudefend Nduta. Kwa sababu hatutakubali auliwe huko. Ni heri akuje auliwe kwetu. Sisi wenye tunamuona tumuone anauliwa kwa shamba yetu. Si anauliwa nchi nyingine. Imagine kuwa mtu alafu kumzika huko. Who does that? Historia udem inanyima watu usingizi. Hakuna mtu anafunika macho hivi analala. Anakaa kiangalia time ameuliwa. Ameshauliwa ama bado. But the good heart of Uhuru Muigai Kenyatta akonayo is that the good heart bado wamefanya nini? Wamefinya pause hiyo story ya kuuliwa. Who does that guys? Huyu agent ni nani? Mara alienda na agent, mara hakwenda na agent. Huyu mtu mwenye alimtumia 167,000 Kenya shillings ni nani? Nduta aseme ni mtu fulani alimtumia 167,000 Kenya shillings. Unapewa aje pesa kidogo kurisi maisha yako? Wanawake tulilaniwa na pesa, small money. Shilingi moja hivi 100,000 hata ingesema tu ni 20 billion. 20 billion umeacha watoto wako akiwa settle, lakini wewe mwenyewe umeacha familia yako inahangaika. Wewe mwenyewe unaenda kutafuta
Lakini unakubali deal yenye hata ujui hii deal ni true or ni fault. Na huyu mtu amekutuma na wewe huwezi kuwa na akili. Kitu inaitwanga akili. Pale kwa checkpoint lazima wanicheki. Pale kwa checkpoint lazima wakucheki. Bagi yako lazima ipitie kwa machine. Lazima ichekiwe. You are just the bike. Kufika pale Ethiopia unabadilishiwa ndege. Unaingia kwa ndege nyingine, unaambiwa chukua hii bagi nyingine. What about bagi yako? Ladies. Hapa katikati msichana huyu mumama ndiye ameweka hii serikali yetu kwa shida. Serikali yetu unajua mpaka wakina Vietnam wanaamua ya kwamba sisi huku Kenya tumeoma Vietnam wao. Vietnam gani ashai kufia huku Kenya? In fact si wako huku wanafanya kazi zao. Wako huku wanafanya kazi zao. Unajua guys, unajua kwa nini huyo mtu wa Vietnam, huyo president government ya Vietnam imejibu hii kutaka kujibu William? Unajua kuna 4G wanasemanga aje, kuna mtu mwenye si Kenya alipata accident huku Kenya. You get it? So hiyo kitu inakuja na beef. Huyu president wa Vietnam na Ruto, maji na mafuta, hawa watu hawaelewani. But the moment Uhuru Kenyatta Muigai ameongea, bas that nigga akakuja down. But true to be told, leo ndimekuwa siku ya huyo dem kunyongwa. Nani Mkenya mwenzetu ananyongwa as who weya watunyongea, watuletea tunyongee kwetu, tumuzike kwa shamba letu la mawe. Tunajua Ndinda Nduta amenyongewa kwetu kwa shamba lake, mama yake akimuona, baba yake akimuona, watoto akijua mama yangu amefanya nini, ameshanyongwa na amezikwa. Lakini kusikia mtu alinyongwa. So kuna historia ati hii kesi imekuwa complicated. Mimi kizungu hatuelewani, lakini mtanipenda tu kwa sababu udaku naye ni lazima. So the citizen for wanasemanga aje, the citizen for foreigner affair. Foreign affair na ilituma hatari. Hizi vitu zinafanywa kwa mtandao ni hatari. Tuango hatari. Sasa unajua nasema hivi, thank you Uhuru Kenyatta and Monica Juma for hearing our cries. A phone call by 4th President Office to Vietnam has made a Vietnam authorities to soften their heart. Oh my God! Please. Mtu wangu sijui kizungu lakini just listen. Uhuru Muigai what? Kenyatta.
big man, that man. Uhuru, stay. Wewe ishi tu. Tunakupenda tukivuta bangi, wewe ni wetu. Ministry of Foreign Affairs need to have a proactive and well-connected PS and CS who can handle such matter efficiently. Anyway, thank you, PS Coril, for reaching out to those who have in the past interacted with the Vietnam's authority. Let's hope Nduta will be given a second chance. Hallelujah. Let me tell you guys, Nduta anapewa second chance. This second chance atapewa wanasemaje, atafungwa tena 2 years sasa ndio arudishwe ya hii second chance. Kosa sio kosa. Kurudia kosa ndio makosa. Ndio utakuja huku tumchape viboko because yeye hawezi kubeba cocaine na anajua tu cocaine ni kitu. Baya. Alafu anabeba cocaine. Hiyo kitu watu wanafinyilianga kwa mkundu. Unaenda unameza ndani ya tumbo, unaenda kutapikia mbele. Lakini yeye anabeba kiholela. Sasa akuje huku Kenya tumchape viboko. Huyu anafaa pelekwe kamiti apigwe. Kwanza pelekwe na Ngata Women Prison. Atandikwe hiyo matako ndio asome akili. So, we are just hoping Uhuru Muigai Kenyatta will do something. Already have done. Or Uhuru Muigai asha done. So we are just tunangoja sasa hata nyongwa. Tunangoja vile message ya Vietnam itakuwa final. Nduta arudi afanye arudi prison, afungwe prison, akimaliza ndio sasa final case. Atakuwa na case akiwa wapi? Atakuwa na case akiwa Kenya. The moment amekanyaga Kenya, kalas. Kwa sababu wakati wa Muigai, let me tell you guys, hawa watu wa Vietnam ni wachingu. Hao tu ni majirani ya machingu. Una tumacho tunakaa hivi ni kama tule tunaona kesho. Tunakaa hivi ni kama tulidate. Tunichungu. Utu vichingu. Hawa tu ni wachingu. Si ndio? Yeah, ni wachingu. But anyway. So as a Kenyans, let's pray each and every day. Let's pray each and every day. Tumuombe. Sasa Citizen TV na Kenya inasema aje? Foreign Minister saying Nduta's Vietnam's case difficulty and execution clocks tick. Kizungu. Tuliachana. Anyway, thank you so much. Tutazidi kufuatilia, lazima tujue Ndutako why kama ameshanyulia. Lakini sisi wote Mwenyezi Mungu atulinde. Wacha sisi wa Kenya tupigane hii ni nini yetu. Huyu mtoto ni wetu arudi, lakini akikanyaga Kenya apelekwe Langata Women Prison, apigwe viboko, aseme ni nani alimpea hiyo cocaine na ni nani alikuwa anampeleka huko Gulf na ni nani alimbadilishia ndege na nani alimtumia hiyo 167,000 Kenya shillings pesa bonoko, pesa yetu wezi kula siku mbili. Pesa mashida, pesa malaana. Watu wanapiganiwa, wanapewa 20 billion na unapewa 100,000. Fuck you. We wadaku. Hey.
Mungu ni mwema kila wakati.